Agano ambalo limeandikwa jinsi limeandikwa katika Agano Takatifu. Kuna jambo limeandikwa hapa, ningependa kulisoma. Neno takalosoma leo kitabu cha Mwanzo 26 mstari wa 14. Alikuwa na ufugaji wa wanyama wadogo na ng'ombe pamoja na familia yake kwa wingi. Wafilistia wakajawa wivu kwa ajili yake. Kwa hiyo visima vyote vilivyochimbwa na watumishi wake wa Ibrahimu baba yake, Wafilisti wakavifukia wakavijaza udongo. Line number 16. Mstari wa 16. Ndio Abimeleki wacho na Isaka. Ndipo Abimeleki akamwambia Isaki, ondoka kwetu, kwa maana umetuzidi nguvu sana. Line number 19. Mstari wa 19. Watumishi wa Isaki wakachimba katika lile bonde, wakagundua huko kisima chenye maji safi. Lakini wachungaji wa Gerari wakagombana na wachungaji wa Isaki, wakisema, maji haya ni yetu. Ndipo akakiita kile kisima Eseki, kwa sababu waligombania naye. Line number 21. Mstari wa 21. Kisha wakachimba kisima kingine, lakini hata hicho pia wakakigombania. Akakiita Sitna. Akaondoka huko, akachimba kisima kingine, wala hakuna yeyote aliyekigombania. Akakiita Rehobothi, akasema kwamba sasa Bwana ametufanyia nafasi, nasi tutastawi katika nchi. Sema amina. Isaiah chapter 43. Kitabu cha Isaya mlango ni wa 43. Line number 19. Mstari wa 19. Neuru anatemu gimoro manyien. Tazama, nitafanya jambo jipya, koro obiro, sasa litachipuka. Obiro ng'eyo kokoso. Je, hamtalitambua? Analosi yo e thim, nitafanya njia jangwani, yaore e thim malela.
na vijito vya maji katika nchi kame. Gibuya maithin wegi ute nomia duong'. Wanyama wa mwituni wataniheshimu, mbweha na bundi. Nikech amiyo pi bedo e thim. Ni kwa sababu ninawapatia maji jangwani. Gi aore thim malela. Na vijito katika nchi kame. Mondo mi joga maseyiedho pi mondo gimodhi. Ili kuwapa watu wale maji ambao ni chaguo langu. Ji mana chweyogo. Watu wale niliowaumba. Ji mana chweyogo. Watu wale niliowaumba. Ibedi joga wuon mondo giland weche mipakago. Amen. Ili wawe watu wangu na wapate kutangaza sifa zangu. Amen. Odero maja Kanyada, maja Homa Bay, maja Nyalkinyi umoyo kamani. Wakati Odero mzaliwa wa Homa Bay Kanyada kutoka Nyalkinyi amesema hivyo. Kwa sababu amekumbuka sana juu ya Mungu wake. Therefore, let this be the topic of the day. Kwa hiyo basi hii ifanyike mada ya leo. Nyasaye ong'eyo joge. Mungu awajua watu wake. Kendo okojwang'gi. Wala hawaachi. Uiandike mahali ama pengine ukaiweke moyoni mwako. Tena upende neno lisemalo kwamba Mungu awajua watu wake wala hata wakataa. Nimewaza na nikaona kwamba kweli Mungu yupo. Tena ninaamini utukufu wake utendao mema. Nikawaza tu tena nikawambia kwamba huyo Mungu hashindwi. Kwa hiyo namuinua yeye aliyeweka misingi ya dunia na mbingu. Sijaona mwisho wa mbingu na pia sijaona mwisho wa dunia hii. Basi kanilazimu mimi kumheshimu Mungu zaidi. Yeye ni mkuu, ni wa ajabu, tena kutenda mambo mazuri sana. Amen. Amen. Ibrahim no dar Kanani. Ibrahimu alihama kutoka Kanani. Ni kwa sababu njaa kubwa sana ilishuka katika taifa hilo. Tujui pamoja nawe kabla tuombe kwamba Mungu alisema Kanani imejaa maziwa na asali. Njaa hii ambayo ilimtoa Ibrahimu mwana wa Tera kutoka Kanani alitoka wapi? Ama alimaanisha nini Obara? Siku hiyo Okea Mungu alipendelea Ibrahimu kutambua jinsi nitakavyosema hivi kwamba maisha ni padeli ya beskeli. Inaweza ikawa leo hivi kwako, kesho vingine, lakini Mungu ni yule moja. Wengine humkataa Mungu wakati hali yao ya maisha imerudi chini. Mshirika fulani ambaye ninamjua aliweka Biblia kwenye jiko ikateketea.
Baada ya kuchukua ukurasa mmoja akasokota nayo sigara akavuta. Ni kwa sababu bintiye alifariki kisha akakataa kwamba Mungu hawezi kumsaidia. Naye akasema hiyo ndio mwisho wake na Mungu. Ibrahimu alipohama kutoka Kanani, agano langu na lako linasema kwamba alihamia nchi ya Misri. Wamisri walikuwa ni wakaidi, wakorofi, wakejeli, wasio mcha Mungu. Ndio sijui kianzia hivyo basi itakaaje. Amen. Abraham Abrahamu akamshika mkono mkewe Sara wakaingia Misri. Anayenisikia, je, anaweza kuniambia chanzo cha kuhama hiyo? Asante sana, nimekuona. Kuhama hiyo ilitokea kwa sababu njaa ilitokea kule Kanani. Nataka nikuambie kilichotokea kule Misri. Pengine Mungu atanigeuza kama mtu wa kuja nielekee mahali anapenda. Abraham and Sarah know that Misri chiwo misango obiambo bokini no koso ma okuchiwo misango. Yule aliyependa kutoa dhabihu asubuhi na jioni alikosa kufanya hivyo. Obara, ni kipi kilimzuia huyu kutoa dhabihu? Misri ne onge altar mar Nyasaye. Kwa maana ni Misri hapakuwepo madhabahu ya Mungu. Kama baba mani. Asante baba mani. Jaduongni kija ode na oda kipinyini. Huyu mzee na mkewe waliishi katika taifa hili. Ataka luoro rakanyu wasonga mundatika ni. Nazunguka hapo Wasonga tena nifanyie kazi. Leo kikulore, leo kichiguma nikigoe chonge pen, kakila mmoja kichukulu kipeni. Hawakuinama, kuna siku waliungama chini wakimwabudu muumba wa mbingu na nchi. Kwa sababu sheria ya taifa hilo haikuruhusu jina la Mungu mwingine kuitwa. Naoke sioni kama watu wanaenda na mada ya leo. Mungu huwajua watu wake wala hawatawachilia. Nitasonga tu mbele kidogo nikuambie mwisho jinsi ulivyo wa ajabu. Inamaanisha sitakuonyesha mambo ya vile umekwama, nitakuonyesha wema wa Mungu. Wasonga hapo nimefika, hebu nikaseme hata Lucifer ajifungue mapacha, msichana na mvulana. Binti wake na pia na ule kijana wake pia akapate ndoa na wazae mapacha tena. We are not worried. Sisi hatuna hofu kabisa. Nisikie ukisema amina. Chukua jimbo, jambo hilo alitusumbui. Yeye azidi kuzaa, lakini mada itasalia. Kwamba Mungu watambua watu wake na tena waachi. Licha ya kuwa Lucifer ujifungua mapacha. Mbona sioni maodari basi? Hallelujah. Sama Abraham ne duogo Kanani. Wakati Abrahamu alipokuwa kirudi Kanani, kubaliana na hili ninasema kwa kuwa limeandikwa.
Ufalme wa Farao kwa nyakati hizo ndizo kulikuwa na chakula. Okea kulikuwa na maji yanayotoka katika mto wa Naili. Sijui wana siari na Mungu wa miungu. Amen. Amen. Walitafuta sana kuwa huru warudi kule Kanani. Andiko linasema kwamba Sara ndiye aliyemshika mkono Hagari. Hagari alikuwa kijakazi wa kike katika nyumba ya Ibrahimu. Wakati wanarudi Kanani, Sara akamchukua. Kisha akamwambia Abrahamu hivi, nataka tuelewane. Mchukue huyo msichana akazae watoto miguuni mwangu. Kwa sababu nyakati zangu za kujifungua imepita. Okea inaonekana ni kama Sara hakujua mada ya leo hii ambayo inasema wajua watu wake tena hawaachii. Sara alidhania kwamba Mungu haoni jinsi alivyo. Hata wewe nataka nikwambie, Mungu anaona tu kinachoendelea. Na pia nikaseme hapa pananipendeza sana mjukuu wa Guga. Anaweza kujishirikisha kwa kile kinachoendelea naye akafanya jambo la kutisha. Mko wapi basi? Anaweza kuja tu baada ya kuelewa kinachoendelea. Lakini naye anainuka kutenda jambo la kutisha pale. Jambo la kustajabisha. Naongezea hivi, kitu cha kuashiria utukufu wake. Wala anawajua watu wake wala hatawaachilia. Wasonga basi ni hali gani? Anawajua watu wake wala hata waachilia. Laiti ningelikuwa wewe, yani ningehisi tu nimeanza kupinga kabisa. Bila kuhubiri matatizo na fukara ambao watu wanakumbana nayo. Yani unahisi tu umeanza kukataa. Hata nikiwa kwa hali mbaya, tusonge. Lakini Mungu ananijua wala hata niachilia. Wito kukutwa ni asante sana. Macho yangu yamekuona huko. Hata nikiwa kwa hali nzuri. Basi ni kipi kimebaki? Hata nitembee kwa miguu kama Ayala na huku wengine wanaendesha magari. Bwana anijua mimi. Yauke basi niende haraka haraka ama namna gani? Ananijua mimi. Rafiki yangu ni asante sana kwa kuwa unatujua. Kinachonipendeza kwenye mkutano ni kwamba wewe humwachilii mtu. Wale wako hapa kwa mkutano wanaodhania Mungu amewaacha. Kwa sababu nzige walikula yale Mungu aliwapa. Mungu anakujua wala hata kuachilia. Inasemaje mimi? Inamaanisha yale ulipokonywa kwa mikono ya mababu. Anayekujua kuachilia. Hawana kurejea
wuotho ka gidonjo. Nataka ukayaone jinsi anavyotembea akiingia. Abraham noduogo gi Sara. Abrahamu wakarudi wakiwa pamoja na Sara. Hagar be gibirogo. Naye Hagari pia wakaandamana pamoja naye. Bethsaida, the second wife. Yani wa Bethsaida, huyo akawa kama mke wa pili. Mane onge Kanaan to yud Misri. Ambaye hakuwepo kule Kanaani lakini akapatikana Misri. I want to make you know. Nataka upate kujua. Ineno. Tazama. Hagar no kuongo nyuol e dala Ibrahim. Hagari alizaa akiwa ni mtu wa kwanza katika boma la Ibrahimu. Ndio nyuol wuoyi mano chak nying mamit Ishmael. Tena akamzaa mtoto wa kiume akapewa jina tamu sana anaitwa Ishmaeli. Kene kaporo chandi. Sijui kuna sehemu inakusumbua kwa hiyo. Kama saino limo emano. Wakati Mungu alipozuru hema hilo, Kakuru pimo Isaku tero. wakati amembeba Isaki anampeleka pale. Wach mar Hagar ni onge diary mar Nyasaye. Mambo ya Hagari hapakuwepo katika hali ya Mungu. Bwana Nyasaye ukonya kikasiki kanyo. Yaani bana Mungu anisaidie nisiingize sana hapo ndani. Ipoka jomoko biro jwasika. Wenda wengine wakafanyika maadui wangu. Lakini program mar Nyasaye ndio kumaga. Lakini katika mipangilio ya Mungu Hagari hakuwepo hapo. Mchungu Nyasaye ni uwe dagano. Tena siku ile Mungu alikuwa akinena katika familia hiyo. Ndio kutua munyinga Hagar. Roho hakutaja jina la Hagari. Hagar was Sarah's plan. Hagari alikuwa ni mipango ya Sara. Talk mar Nyasaye message. Bali si wa Mungu wa miungu. Ndio nzeka Nyasaye jana. Na hivyo ndivyo Mungu alivyo. Nikabona ndio manga Nyasaye boli number 1. Pengine unataka tu kumjua Mungu katika sehemu ile ya kwanza. Sio mara sasa Isaka. Baada ya Isaki kuzaliwa, Wudu parsengo. yani mwana wa boma la agano. Ndio mera mama puli huyu kumi. Unayo ndugu yangu mtu ambaye ametajwa na Mungu. Puru weche moko. Mungu ikatabiri mambo fulani. Igono. Mwaka ulipozunguka, Nyasaye bera makitulachi. Mungu alipendeza ijapo ni mbaya kwako. Kai igono. Mwaka ulipoenda, Kai. hapa Ibiro riwe nyati. mtoto akabebwa wa kiume. Nyasaye niseti. Mungu wa miungu, Nyasaye margode. Mungu wa milima, Jadira. mwaminifu, Jamwana wandi. mwenye huruma huyu wetu, Jakech mayo. mwenye rehema taratibu huyu. Umedo wa kwe kosingo wa gik mabe. Anazidisha amani kwetu huku anatuahidi mambo mema mapya. Choko kuwa minjore. Kama tunaelewana. Hagari No chaku winjo malit elwet Sara. alianza kuteseka mikononi mwake Sara. Kino Sara emanogolo jumbe na Hagar mondo dhiyo. Tena Sara ndiye alitoa amri kwamba Hagari aende Ni wuode miluongo ni Ishmael. pamoja na mwanaye toa Ishmaeli. Kisomo maber ang'inya. Na ukisoma vizuri kwa utaratibu utakubariki sana. Kisomo maber. Ukisoma vizuri Ibiro hilo ni wachino yokulongo ni Ibrahim. utapata kwamba jambo hilo halikumpendeza Ibrahimu. Sara no kasorendo Hagar ni kabisa wuode ma Ishmael. Lakini naye Sara akakaza sana ili Hagari aende pamoja na kijana wake Ishmaeli. Mano ni tika madwa watu. Asante sana kwa kuwa kuna sehemu nitaguzia. Tukagaro ka wuode mondo gia. Hagari alipomchukua mwanaye waondoke, Tumamba watu dudo utunu puga mari pi gindo kati manno. andiko linasema kwamba alibeba chupa ya maji na mikate michache. Okay, kama mabu tupu njawa tina Hagar no kia kumadoki. Okay, vile unaelewa mfundisho, Hagari hakujua nakoenda. Ya ukia Hagar no tupu. Yaani Hagari alitembea jangwani, Omo tupu. Kagini kiwuode no piu. wakanywa maji pamoja na mwanaye wakamaliza.
Mwambie huyo ataomba tu wakati mwingine. Amen. Yaani wakanywa maji yakaisha. Hata mikate michache Mama Pamela pia yakaisha. Andiko linasema kwamba Ishmaeli akaanza kulia. Kuna vilio vingine mtoto anapoanza kulia anaitwa majina ya babu zake. Kama ni msichana anaitwa jina la nyanya ya kwao. Wengine anaitwa Bintu Kelo, tulia tu. Na huyo roho wa kulia akikubaliana na jina hilo, basi huyu mtoto anatulia. Nimesema hivyo mpate kujua ijapo muelewi. Andiko langu linasema Ishmaeli alilia. Hata Agari akamwachilia akaenda mbali sana. Nasemaje? Mungu wajua watu wake wala hata waachilia. Yes. Ndipo Mungu akashuka toka mbinguni. Huyo Bwana anayetokea. Kisha akamwambia Agari kwamba nenda ukamchukue mtoto usimwache. Yes. Agari akamwendea Ishmaeli akamchukua. Mtoto aliyekwisha kataliwa kabisa. Aliyekataliwa mbali. Ninapoongea hiyo bara ili nimalizie, Ishmaeli ndio Mungu alimpa fedha. Najua hiyo ni watu wachache tu wanaweza kuelewa. Watu wafuati maandiko. Ishmaeli ndiye alipewa fedha. Isaka Mungu kampa neno lake. Ndipo tuna ile jamii ya kanisa ya kimishonari. John Redman. Mahali pana wapo kina John Redman. Linguincraft. William Wilberforce. Akina William Wilberforce. David Livingstone. Akina David Livingstone. Mambo ya huyu bado keno injili Afrika. Hao ni wanaume walioleta injili katika Afrika. Toja Ishmaeli ongei. Lakini Waishmaeli hayupo kati yao. Ishmaeli ungekuwa na pesa tokea wachi Nyasaye. Kwa sababu Waishmaeli anajua kuhesabu pesa lakini hajui neno la Mungu. Kwa wengine jamani pesa ipeleka bilijo. Tazama utapata kuona walio na pesa nyingi duniani hao. Injili machunge ngoja kutini sana. Lakini injili niliyosimamia asubuhi ya leo, Ishmaeli kuinji. Ishmaeli haelewi. Ishmaeli pulo leko wiye nonetia. Ishmaeli anainamia ng'ombe. Ukata kama no fedha toelego. Lakini hata hivyo amejaa fedha. Isaka ulisindro. Isaka mwana wa Agano. Na Mungu wachi mabere moko unijuma muoni. Yule ajua habari njema iliyotumwa kwa ajili ya wapole. Nyasaye ungejoge kwa kujua. Mungu anawajua watu wake wala hawaji. Mani mamio no reso Ishmaeli. Ndio maana alimkomboa Ishmaeli. Mwana kikino toiti. Ili asifilie jangwani. Nyasaye no reso mbele ukada meduo. Mungu alimuokoa akafanyika taifa kubwa sana. Towachi no kigo hivi. Jambo hilo si ukubali tu. Towachi no kitige dadi. Katika jambo hilo si uinue mkono tu. Wakuna wewe mwoto. Hakumwacha afe. Shemba kawabaraka jumatini. Hebu nihepe hapo kidogo. Uwinda nota. Na munielewe kwa kina. Simana puyo yalo kwa nisondo ne wankode. Siku moja nikifundisha wahubiri tukiwa Sondo tukiwa pamoja naye. Naloka niangije yalo mangeni nipojo every end month. Nyakati zile nilikuwa na wahubiri wengi sana wanaofundishwa kila mwisho wa mwezi. Na punjo ginia. Nilikuwa nikiwafundisha hivi. Kaja yuto nyole kanisa nyatima nyako. Mwanarika wa kike anapojifungua kanisani, which we don't encourage. Ambapo ni jambo ambalo sisi hatuwezi tukaunga mkono. And what no kwasi. Ni jambo ambalo hatuumizi kabisa. What no bara mwenye chwa do bidaridi. Ni jambo ambalo tunaweza kuchapa mijeledi. Mwanarika yuto ya sana. Yaani kuzaa kwake mwanarika kanisani. Toko nyuol to dingo nyathini obiro
Na alipojifungua kabeba mtoto akamleta ili mtoto awekwe wakfu. What should you do as the pastor of the church? Wewe utafanya nini kama mhubiri wa kanisani ama mchungaji? Unamfukuza arudi naye ama unambariki? Kitendo ndio ilikuwa halali. Maneni tire yanga. Kini parents ema noti moreni right. Ni kati ya wazazi ndicho jambo kama hili lilikuwa baya. Yuido. Sikia. Amen. Utongeo jogi huko nyua. Bwana wajua watu wake wala waachili. Kama tigwe kidogo mimi. Hapo haubariki, rudisha mama. Chukua mtoto bariki. Kwa sababu Bwana hujua watu wake. Maana ngeni teki. Najua hiyo ni ngumu sana kwenyu. Ni mafundisho ya kina sana. Ya wale waliokunywa vizuri. Wasonga naona tu pamoja nawe hapa. Waliokunywa wakaingia ndani kililini. Wajua nyumba la Bwana ni nini? Naelekeza mbele nikashiriki mahali pengine. Wasihubiri injili ati nikutoe kanisani. Kanisani mtu afukuzwi, hata yule amekaa uchi wa mnyama. Odera anakimbilia jacket anamwekelea. Kisha anahubiriwa habari njema ya ufalme wa Mungu. Hakuna kufukuzwa. Kwa sababu gani? Ananijua mimi mwana Ugeda. Mungu ananijua baba. Anajua leo. Sikia. Abimeleki alikuwa mkaidi sana. Wana wa Filistia. Mtu wa kudharau wote wanaomwabudu Mungu wa kweli. Hebu nikwambie kidogo. Shetani hapendezwi na maendeleo yako. Hezron. Kitu ambacho shetani hataki mwisho kabisa ni kwamba wewe unaendelea. Yaani unakuwa katika ufalme wa rohoni. Shetani atakuitia mabaraza hata yale uelewi. Leo nitamuita kamata baraza. Hiyo hukumu. Hata kama ni hukumu ya mababu. Ambayo shetani anataja jina lako. Hebu kuwa tayari kuna. Tukikia mbaya nje hukumu. Kwa maana tunajua nuru ikiangaza. Yote wapendao giza wanatoweka. Kisha na hukumu moyo. Abimeleki aliona jinsi Isaka mwana wa Ibrahimu alivyo. Hebu tusonge. Aliye na mifugo wengi sana wa ng'ombe. Yaani mifugo kwa wingi ya wanyama wadogo. Hebu niseme hivi tena. Pamoja na watu wengi sana katika boma lake. Tunaweza kuwa na mtu hapa ambaye hapendi kuwa na watu wengi. Lakini agano lake linasema kwamba alikuwa na watu wengi sana katika boma lake. Na Abimeleki mfalme wa Filistia alipoona hiyo Bwana Uza, jambo hilo likaanza kumsumbua. Kwamba kuendelea gani ubara anaendelea kila siku. Shetani hapendi maendeleo ya utakatifu. Ndio maana hapendi mtoto wako kwenda chuo kikuu. Anajua kuna mambo utasema utamshinda. Ndio gani nikisimama hapa. Chuo kikuu cha Nairobi. Watoto
si wa kuanguka. Na tena JK, wacha nikapaze sauti hivi. Ondoka kwa injili ya sijui umekwama. Ni kipi kimekushika? Ndiyo, injili hijawahi kwama. Ambapo ukipitia kavita kadogo, mwana wa Nyalkinyi, kadogo tu. Simufanye hivi, nyinyi watu aina gani? Hiki kinaitwaje? Yani kavita tu. Ina maana kitu kidogo sana, kitu ambacho hata kipo ukapitia. Okay, basi hebu ukapitie kavita basi. Hebu tembea ukija huku. Wanja utashuka tu. Si okay amepita hapa. Sikuseme nani. Si okay akapitia hapa. Ama amedumu hapa. Amepita. Unafikiria nini pitia Martin haleluya? Leo hii sasa dada yangu umepitia mangapi? Hebu inuka hivi. Si huyo amepita ili upumbavu wa kuvuta mkia. Ama mujasikia kwamba Obara alipita upumbavu wa kuvuta mkia? Hata Orili anayeelewa hii simu ni jibu tu. Huyo alipita vita ya upumbavu ya kuvuta mkia. Ya alama 100 sijui na 90. Kafanya nini? Kapita. Kapitia hapo. Yani keokua naye hapo. Mwili anapiga saluti kwa elimu yake. Kuna sehemu watu wanayopitia. Na huko watu wamepitia. Hiyo kitu, kuna kitu kinakuja. Kitu kinakuja. Sehemu hizo watu wamepitia mwana wa Nyalkinyi. Hayo sasa hayafanyiki injili yetu. Nakwambia. Hayo hayafanyiki mambo tunayohubiri. Lakini tunamshukuru Mungu. Aliyepita na okea. Chaya baba lao. Tunamshukuru. Aliyemshika baba mani. Akamtoka kifa nyuma ya baba. Ukiwa hapa kuendewa, mimi hapa nimesimama hapo nilipo, najua Mungu ananitambua. Cha kuongezea mjukuu wa Adema, Bwana wangu si wa kukataa watu. Yeye shika mikono watu wa kawaida, watu waliodharauliwa na kuchekelewa. Bwana utukufu amewabadilisha. Leo ni watu wanaosifu jina lake kwa ajili ya matendo makuu aliyoyafanya. Kama baada hakuna kitu wala si kwamba kutoka. Anajua atakuja.
cha ajabu. Bado kikimia hiyo kitu. Bado sifanye nini kwa mkutano. Kama kayani jini tayua. Sitaki kuhubiri injili nikile. Atatenda jambo jipya. Kata nyuli ulionaka Nyasaye kupitimo. Hata kama vitu uliokataa kwamba Mungu hatamtendea, Kata mimi niko ndani Nyasaye kupitimo. hata mama nikakataa kwamba Mungu hatamtendea, Anaongea ndio jamaa kupijua. ninaongea na usubiri yule ambaye hataniachilia. Kata mimi niko loko kiupe. Hata kama Abimeleki amebadilika, Mapambe Filistiani pinya. hatafanya mambo ya Filistia na mambo yangu. Isaka na Ibrahim. Isaka mwana wa Ibrahimu Na Mungu Nyasaye sidro. anayemjua Mungu wa agano. Yes. Isaka manone Nyasaye wadigi. Isaka aliyemwona Mungu nyumbani mwao. Wacha Abimeleki yoko chane. Mambo ya Abimeleki yako msumbua. Mungu yulia. Alijua kwamba One day, one time. siku moja Nyasaye chodwa. Mungu wa nyumba letu, Nyasaye Nyasaye. Mungu wa Mungu wangu Obio. atatokea. Opigo gimani. Ajabu. Okay. Jika Ella Willis. mzee Willis Obio. atatokea. Bara. Obara Bindi. ni Bindi. Mama Dick Tuwara mechi. mchukua Mbete Jura. Chura atatokea. Ya wakabiri ngate choku. Ukingo wange malumu ne Nyasaye. Ningekuwa mtu hapa, ningeinua macho nikamwone Mungu jinsi alivyo. Ukija mdogo kukuru usipi. Ya, huyo angepaza sauti akisema tayari amefika. Bwana ulini, huyo ni mtu akija kumbushi la kutenda. Mungu wetu waendaji. Sikia, halali, si watu wa Musa. Yeye yuko mchangamufu. Ilikutana nini? Maajabu. Njoo tu ukatende mapenzi yako kwa kuwa tu mkutanoni. Obara na wastaajabu sana wale moyo tulivu. Wale moyo baridi wastahili injili ya Yesu kuna. Sikia. Huyo Mungu kamshangaza Abimeleki. Wakati Isaki na watumishi wamefungua visima na hao wanaziba na mdongo. Yes. Hata ukiombewa na ukose kuona kitu, usimdharau Mungu. Anakuja tu. Kisima cha kwanza kilifungwa na udongo. Kisima cha pili Mamadoni kikafungwa na udongo. Isaka kuchoka kuchimba visima. Alizidi kuchimba. Alijua nini okea. Alijua Mungu anayetokea. Aliyemwendea Musa kule Misri. Alijua atakuja. Wanaozima visima hawatapata nafasi ya kuvizima tena. Yehova kishuka.